Sasa unapokuja kujenga nyumba kubwa, atakuja mwingine atakushauri kuweka swimming pool, atakuja mwingine atakushauri kuweka taa za sensor, atakuwekea gate la remote control. It's so good. It's so exciting. Mnakaa, lakini sasa wapi huko mnakojenga? Sasa mnakuja kuhamia. Mnapohamia, kumbuka mlikuwa mkienda site, mlikuwa mnakwenda weekend. Jumamosi, Jumapili hakuna foleni, mkirudi mnasimama sehemu kuchoma mishikaki, kula chipsi. So it was not stressful. Sasa mmehamia kule. Mnaanza kucomply na requirement za kazini. Uondoke nyumbani, ufike ofisini angalau latest saa 2. Ukitoka kazini saa 11, hiyo sasa utajitegemea na foleni yako, lakini ile asubuhi lazima uondoke mapema sana. Na kama mlikuwa mnakwenda site na gari moja, mnakuta sasa mama anahitaji gari lake na wewe gari yako. Mnagundua kule shule ambazo mnakata standard hazipo. Mnataka huduma za shopping hazipo. Kwa hiyo mnakuta cost of living imeanza kuongezeka. Lifestyle inaanza kuwa different. Lakini pia kwa sababu mmeenda maeneo hayo ambao either ni squatter area au ni maeneo ambayo hayajaendelea, utakuta mnaanza kuingia kwenye scope ya majukumu ambayo sio majukumu yenu. Utaanza kuingia project za kujenga barabara, unaingia kwenye kamati ya ujenzi wa barabara, utaingia kamati ya kuvuta umeme, utaingia kamati ya kujenga shule, utaingia kamati ya ulinzi shirikishi. In fact hata wana wengine, kwa sababu kamati ya ulinzi shirikishi haitegemei mchango wa pesa. Inategemea physical engagement. Kwa hiyo kuna kipindi wanaume lazima ulale nje angalau mara moja kwa mwezi ili kuweza kufanikisha ile lengo la kamati ya ulinzi. Sasa haya yote ni majukumu ambayo unakuta umeingia kwa sababu ulifanya kosa tu ulivyokwenda kununua kiwanja eneo ambalo jana miundombinu na huduma za kijamii. Live. You're listening to With Men, the podcast.